nilikuwa siwezi kuongea baada ya kuamka. Hamna kitu alichokisema kikanituliza, kwa bado niliendelea kupanic. My friend, hapo sasa ndio nilijua ninamhitaji Mungu kama mpiganaji. Kristiano kupambania maisha. I was fighting for life and it was not easy. Muhimu kama mwanadamu ulioumbwa, ambaye kuna siku ulizaliwa na kwa hakika kuna siku utakufa. Simsahau Mungu, simsahau aliyekuumba. Habari mpenzi mfuatiliaji wetu wa YouTube channel, jina Grace Godfrey Imam. Asante kwa kuendelea kufuatilia, asante kwa kusubscribe, asante kwa kushare. Unaweza pia kutufuatilia mitandao yetu mingine ya kijamii. Facebook na TikTok ni Grace Godfrey Imam. Instagram ni grace.raymond. Basi ushuhuda huu wote unapatikana kwenye hiki kitabu Jipu Ndani ya Bongo. So ukiwasiliana na sisi tunaweza kupatia hicho kitabu. Sehemu iliyopita niliishia pale hali yangu imeanza kuwa mbaya. Kwa hiyo ninaona manesi, madaktari, wauguzi wanahangaika, unajua kabisa wanakuaddress wewe na unajua wanakuhangaikia. Wanasema bahati mbaya sana sikupoteza fahamu. Labda ningepoteza fahamu ninge relax. Sasa nilikuwa naona na nasikia kinachoendelea, na unaona kabisa watu wanapambania maisha yao. So vile walivyoanza kumlaumu mume wangu, nikawa baadaye, unajua nilikuwa siwezi kuongea baada ya kuamka. Kati ya vitu ambavyo pamoja na mambo mengi ambayo akunodu kuongea, sikuwa naweza kuongea. Kama ningefungua kinywa kuongea ningesema kama mtu mwenye mavitu mdomoni. Actually nilikuwa na mate mingi mdomoni, wakawa wanafanya kusaki ili kunipa relief, lakini nilikuwa kwenye hali hiyo. Kwa hiyo baada ya kuwa na unaona wanazidi kunipanikisha, baadaye nilitafuta namna ya kucommunicate, nikawaandikia kwa sababu walikuwa wanaona ni kama mume wangu ndio cause ya hali yangu kwamba. Nikawaandikia, do not blame my husband. Nitafuta namna, niliomba namna niandike na nikaandika, japo of course niandika vibaya, lakini nilikuwa naambia msimlaumu mume wangu. Baadaye nilikuwa nimeomba waniambie, nimeomba daktari aniambie every truth, kweli mzuri ambao utani encourage, lakini pia ukweli wote hata kama ni mbaya, kwa sababu ile tension niliyokuwa nayo ilikuwa mbaya sana, kwa sababu pia I had questions na maswali na sijui kweli ni ipi. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeomba daktari aniambie ukweli, akajaribu kuanza kuniambia ukweli. Ukweli mzuri ni kwamba operation imefanikiwa, tumefanikiwa kutoa uvimbe wote na nini, of which kwangu haikuwa habari mpya. Kwa hiyo sio kwamba ni habari iliyotia moyo. Akaniambia na vitu vingine na nini, lakini to my good memory hamna kitu alichokisema kikanituliza, kwa bado niliendelea kupanic. Wameendelea kuhangaika hivyo na mimi. Wanakuja alamu zinazidi. Kwa hiyo kumbuka, ilikuwa nimeshafika kama tuseme kama 90% ya mwili kujitegemea bila oxygen. Nikaanza kurudi tena, kurudi. Kwa hiyo baadaye ikafika point ambayo sasa mwili umerudi kabisa kwenye dependence ya oxygen, na hali yangu inazidi kuwa mbaya. Nikatoka kwenye ule mgonjwa ambaye alikuwa anatia matumaini, nikaanza sasa kupambania maisha. This is when I remembered Mungu alivyoniambia nitajionyesha kwako kama Jehovah Shaddai. My friend, hapo sasa ndio nilijua ninamhitaji Mungu kama mpiganaji, kwa sababu iliondoka sasa kwenye hali ya kawaida ikaingia kwenye hali ya vita. Kristiano kupambania maisha. I
and it was not easy. Hii kitabu nimekidedicate kwa wagonjwa wa ICU kwa sababu kati ya sehemu ngumu nimewahi kupita kwenye maisha yangu, that was the worst places I've ever been. Hiyo ndio sehemu ambayo nimewahi kuwepo ni ngumu sana sana kuliko sehemu zote ambazo mimi kama mwanadamu nimewahi kuwa. Na nikikumbukaga ninasema sijui jeuri ya mwanadamu iko wapi. I have no idea mwanadamu anapata wapi jeuri. Tunakuwa na jeuri hivi ni wazima, tunaongea, tunatembea, hata kama hauna hela unajua nitaamka nitazitafuta and everything. Kuna point mwanadamu anafika, not power, not money, sio connection, sio chochote kinaweza kukusaidia. Ninasemaga ambacho kinaweza kumchomoa mtu ni yale mahusiano ambayo ameyajenga kabla na Muumba wake. Ndio maana katika hali yoyote unayoweza kuwa nayo, ni muhimu katika mahangaiko yako, kupambania kwako maisha, kuishi kwako, ulivyo navyo, mali zako na chochote unachoweza kuwa nacho. Ni muhimu kama mwanadamu ulioumbwa, ambaye kuna siku ulizaliwa na kwa hakika kuna siku utakufa. Usimsahau Mungu, usimsahau aliyekuumba, kwa sababu kuna point ambazo hicho ulicho nacho, hata kama kina nguvu kiasi gani, mamlaka, uwezo, pesa, mali na kila ulicho nacho, kuna mahala vitafika havitakuwa na msaada kwako. Ambaye pekee anaweza kuwa na msaada kwako ni Mungu mwenye uwezo wa kushika pumzi yako, ama mwenye uwezo wa kuua na kuisha. Basi ilifika point ambayo nilikuwa naona it's hopeless, na hiyo ni hali ngumu sana. Yaani kufika point ambayo unaona kabisa hapa nguvu yangu, uwezo wangu na kila kitu vimefika mwisho na sina msaada ninaweza kupata kokote. Unawaangalia wauguzi, nilikuwa in one of the best hospital. Daktari wangu amefanya operation nyingi za vichwa na zimefanikiwa zaidi ya operation 5,000. He was the best doctor, mpaka leo appreciate, but at that point hakuwa na msaada kabisa, hakuwa na msaada. That was very hard, ilikuwa ngumu na kwangu. Unaangalia manesi wanavyohangaika, kama daktari wanavyohangaika, na hawakupi msaada, yaani hawawezi kukupa msaada. That is when I remembered, nikakumbuka kipindi fulani cha nyuma katika experience yangu na sauti ya Mungu. Kuna wakati nilikuwa napitia wakati mmoja mgumu sana miaka mingi iliyopita. Kipindi hicho ilikuwa ni miaka zaidi ya 5 iliyopita. Nilikuwa napitia experience ngumu na nilikuwa najisikia kujikatia tamaa. Nikamwambia Mungu ni bora tu unichukue. Kwa hiyo ninakumbuka wakati huo nilimwambia Mungu sina faida tena kuishi. Nilikuwa kabisa nimejipanga kwamba I am ready to go heaven, basi maisha yaishia hapa. And I remember, ninakumbuka siku nikiwa chumbani kwangu hiyo miaka mingi iliyopita. Mungu alinisemesha akaniambia, Grace, utakufa, you're not die young. Akaniambia swala la kifo ukiwa katika umri mdogo liondoe, kwa sababu you're not die young. Nikiwa ICU ninajiona ninakufa, nikakumbuka Mungu aliyeniahidi kwamba sitakufa nikiwa umri huo mdogo, sitakufa nikiwa kijana hivyo. Na ninakumbuka niliwahi kuambia rafiki zangu katika nyakati mbili tofauti. Wakati naumwa nilisema nilikuwa nafanya shahada yangu ya pili. Kuna rafiki zangu wawili, mmoja wa kike mwingine wa kiume, niliwahi kuambia na walikuja kusema wakati niko kwenye hali mbaya sana India, waliwahi kuambiana. Yaani mmoja anambia Grace aliwahi kuniambia hata kufa mapema nilichanyama, na mwingine anasema na mimi alishawahi kuniambia kitu hicho. Kwa sababu walikuwa wanatia na moyo, lakini
ile kitu ambacho Mungu aliongea mimi kuna namna fulani kinipaga uhakika. Sasa nikiwa ICU nilisema hivi, wakati hali yangu sana imekuwa mbaya, nilimwambia Mungu nina 50-50. Kwa jinsi hali ilivyokuwa, kwa hakika nisingepona. Yaani kwa hakika nilikuwa mtu anayekufa. Nikasema kama kweli aliyesema na mimi na ambaye alikuwa akisema na mimi siku zote ni Mungu wa kweli, then hapa atanichomoa, sitakufa. Nikiona nimekufa nitajua kwamba okay, kumbe ambaye nimekuwa namsikia na kumwamini sio Mungu wa kweli, labda watu wengine ndio wanaabudu Mungu wa kweli, ila wa kwangu sio wa kweli. Kwa hiyo I was waiting to prove God either right ama wrong, na nilikuwa nimempa 50/50. Yeah. Na nilikuwa katika hali hiyo, ninasubiria sasa nini kitatokea. Nitaishia hapa kwenye episode hii. Episode inayofuata nitaelezea kwamba je, Mungu alinichomoa kwenye hiyo mauti kubwa, na alinichomoa baada ya muda gani, alinichomoaje. Of course leo ninaishi na mimi mwenyewe ninashuhudia, lakini usisahau kusubscribe na kushare ili huu ushuhuda uwafikie na kuwainua watu wengi kadiri iwezekanavyo. Asante na Mungu akubariki.